tunaomba tu ya kwamba sasa tunaomba kazi na tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba akijalia Mheshimiwa Rais mteuliwe Bwana Ruto, tafadhali leta maendeleo Nyanza. Tafadhali maliza umaskini Nyanza, kwa sababu umaskini kimekithiri Nyanza. Tunakuomba, wewe pia ulikuwa mtoto wa maskini na Mungu amekujalia. Tunakuomba vile tulikushikilia mkono, rudi hapa chini, usike watu wa bodaboda vile ulisema, usike wamama wa mboga, usike makanisa vile wewe ni mcha Mungu. Kuja hapa Migori uhakikisha umeleta mabadiliko. Yale maendeleo ambayo itatoka kwa national government, tunaomba tafadhali ifikie hapa Migori pia, mabadiliko yaonekane. Wakati ulikuwa una campaign, uliambia Wakenya sera zako na uliuliza Wakenya, je, mtakubali kubadilisha katiba ama uchumi? Wakenya waliamua wanabadilisha uchumi. Hiyo ndio maana walikuchagua. Na kuomba Bwana Mr. President, badilishia hawa jamaa uchumi, hao wenye walikuwa wanalea shilingi 6,000. Uchumi ikiwa sawa, mwananchi wa kawaida atakuwa na nguvu na atakuwa na uwezo hata wa kutengeneza 120 ama 60. Hiyo 6,000 ambapo wangefaa wapewe raia itakuwa times 10 ama times 20. Ruto ni rais wa Kenya mzima, na sisi kama wana Nyanza tuko na haki na tuko kwa na nafasi bora katika serikali ya Ruto. Mheshimiwa Ruto hata bagua mtu yeyote na hata bagua sehemu yoyote ya nchi. Atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wote. Na ni porojo ambayo watu wengine wachache wanaeneza ya kwamba Ruto hatafanya maendeleo Nyanza. Ruto hata katika kampeni yake alisema ya kwamba ye ni rais, anataka awe rais ya nchi ya Kenya. Sisi kama watu wa Migori tuko na furaha sana kwa sababu tunajua kwa mara ya kwanza hii uongozi wa Dr. William Samoei Ruto tunaenda kupata waziri hapa Migori, na watakuwa 2 hata 3. Sisi tunakuombea tu Mungu ili utufanye venye ulituahidi.